Mimi naitwa Hamadi Abdalla Komboza, ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha watu wenye ulemavu Tanzania. Leo hii nimealikwa hapa uhasibu kwenye kikundi cha watu wenye ulemavu cha Maluma waendesha bajaji. Lengo na madhumuni makubwa, kama unavyofahamu, huyu mwenyekiti wa kikundi hiki yeye ni mtu mwenye ulemavu na ndiye mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu wilaya ya Ilala. Kwa hiyo amenialika leo hapa, lengo kuu ni kuja kumpongeza Mheshimiwa Rais. Kama alivyotangulia kusema kwamba hichi kikundi kinajumuisha watu wenye ulemavu na wasio na ulemavu, wakijishughulisha na uendeshaji wa bajaji kama sehemu ya kitega uchumi chao cha kuendeshea maisha yao na familia zao. Sasa tukio ambalo limelitokea hapa, kama alivyotangulia kusema mwenyekiti, ni kwamba alikuwepo kijana mmoja anaitwa Athumani Ayubu Juma. Yeye alikuwa ni mwendesha bajaji. Bahati mbaya alipata ajali maeneo ya Mwembeni Kigamboni, akavunjika miguu miwili pamoja na mkono, akenda akalazwa Moi Muhimbili ili aweze kupatiwa matibabu. Sasa amekaa takriban mwezi, madaktari na manesi wakiangalia namna gani watakavyoweza kumpa matibabu yake ili aweze kupona na kurudi kuendesha maisha yake. Lakini kwenye tarehe 19 huyu kijana mauti alimfika wakati amepelekwa theater. Aliporudishwa basi hakuweza kuzinduka, kwa maana hiyo kwamba akapoteza uhai. Sasa kitu ambacho kimetustaajabisha mwenyekiti wa kikundi hiki pamoja na mimi mwenyewe pia, kwa sababu nilikuwepo kwa mwanzo hadi mwisho wa matukio yote hayo, ni kwamba hatukupata usumbufu wowote katika kuitoa hii maiti. Tumezoea huko nyuma kwamba inapotokea matukio kama haya tayari watu tunajiuliza, kunakuwa na madeni ambayo mtu hawezi kupewa mwili mpaka alipie madeni. Inafikia mtu anadaiwa milioni 3, milioni 4, inategemea na muda ambao huyu mtu amekuwa akipata matibabu. Sasa kwa mara ya kwanza sisi tumeona kwamba ahadi za Mheshimiwa Rais wakati alipokuwa anaomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kwamba wananchi wampe ridhaa ya Chama cha Mapinduzi ili aje kwa rais, basi wananchi, moja ya jambo ambalo walizingatia ni kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba atakapoingia madarakani, moja ya mambo ambayo atayachukulia kwa kipaumbele ni kuhakikisha kwamba hakutakuwa na usumbufu wowote katika upatikanaji wa maiti pale ambapo atakuwa amefariki. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kimejitokeza. Kwa hiyo hatuna budi sisi Watanzania kwa ujumla wetu kuendelea kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba zile ahadi alizokuwa anazitoa basi ameanza kuzitekeleza kwa vitendo. Tunamwombea kila laheri, Mwenyezi Mungu amsaidie ili aweze kutekeleza majukumu ya kuwahudumia Watanzania katika maeneo yote hayo. Kwanza unajua, kabla ya kumnyoshea mwenzako kidole lazima na wewe vidole vyako viangalie vinakuangalia wewe mwenyewe. Je, wewe unayelaumu, je, wewe nini mchango wako? Sasa siku zote sisi ni rahisi kulaumu kuliko kutenda. Lakini pia tujue kwamba majukumu hasa Mheshimiwa Rais, hii ni taasisi kubwa, ina watu mbalimbali ambao wanamsaidia Mheshimiwa Rais. Kwa yeye kama yeye peke yake hawezi kutekeleza majukumu yote kama yeye, isipokuwa yeye utendaji wake unapitia kwa wasaidizi wake. Kwa mimi niseme tu tuache kulaumu, lakini tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa kile ambacho anawahudumia Watanzania. Tusiwe wepesi sana wa kulaumu. Kwa nini ulaumu bila kupongeza? Sisi Waswahili mara nyingi ni wepesi wa kulaumu kuliko kupongeza. Sasa mimi niseme tu Watanzania tuondokane na tabia ya kulaumu, lakini tuwe pia na tabia ya kupongeza pale ambapo Mheshimiwa Rais anafanya mambo mazuri. Ameanza kutekeleza ahadi zake alizoziahidi kabla hata siku 100. Unadhani hii miaka 5 atakwenda kuiongoza itakuwa ni yenye maendeleo kiasi gani? Kwa kweli dalili ya mvua ni mawingu. Kama ameanza mwanzo tu kutekeleza ahadi zake, naamini katika miaka 5 itakapomalizika, zile ahadi zote ambazo amekuwa aliziahidi, ikiwa atazitekeleza zote, basi Tanzania itakuwa ni mfano wa kuigwa na nchi nyingine duniani. Wewe binafsi una neno gani kwa Watanzania ambao wanakutazama kwa upande wa watu wenye ulemavu kwa hiki ambacho tumekifanya leo na hizi shuhuda ambazo umeweza kutoa leo? Una neno gani kwa watu, kwa jamii nzima na kwa watu wenye ulemavu?
Kikubwa ambacho mimi ningependa kuwaambia Watanzania wenzangu pamoja na watu wenye ulemavu, Roma haikujengwa kwa siku moja. Ilichukua miaka kadhaa mpaka ikawa katika nafasi nzuri zaidi na kuweza kusifika. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba tumuunge mkono Mheshimiwa Rais. Sisi Watanzania wote kwa ujumla wetu, uchaguzi umemalizika, tuungane, tuwe kitu kimoja, tumpe ushirikiano Mheshimiwa Rais ili atekeleze majukumu yake, tukiamini kwamba uwepo wake yeye, basi Watanzania tutanufaika na uongozi wake kwa ujumla wake. Kwa majina naitwa Hussein Athmani Mohamed, ni katibu waendesha bajaji, maafisa usafirishaji wa Wasibu Group. Tueleze kwa ufupi kuhusiana na mkutano ambao umeutisha leo. Wewe una yapi ya kuzungumza katika mkutano huu? Kwa mimi sina mengi, kiongozi wangu mwenyekiti ameongea mengi kwa ufasaha. Mimi yangu machache ni kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ahadi alizoziahidi katika kampeni. Tunashukuru zishaanza kuonyesha matunda. Ahadi alizozitoa tayari zishaanza kutekelezeka. Na mengine kwa ufupi ni kuwashukuru viongozi wetu wa Manispaa ya Temeke, akiwemo mkurugenzi Bwana Situsi Mapunda, na bila kumsahau mkuu wa wilaya kwa misaada waliotupatia ya mikopo ya 10% wa Temeke. Ndio. Neno la mwisho ni kuwaasi wa Tanzania kwa ujumla kuwa wavumilivu, wasisikilize vishawishi vya upotoshaji wa nchi, kwa sababu mjenga nchi ni Mtanzania. Tusifikirie kama kuna mtu mwingine atakayetoka nje kutuongoza sisi wa Tanzania. Tuwe na uvumilivu, tushikamane, tuwe na amani, tumunge mkono Mheshimiwa wa Rais wa Tanzania Mama Samia kwa pamoja. Sina mengi zaidi ya hayo. Naitwa Adam Dachi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Minazini, kata ya Kurasini, wilaya ya Temeke. Nimekuja kwenye mkutano huu wa umoja wa usafirishaji kwa watu wenye ulemavu wanaopaki hapa kwenye kituo cha Uwasibu ambacho kiko kwenye mtaa wa Minazini, kata ya Kurasini. Lengo, wameniita ili tutoe pongezi kwa pamoja kwa mambo mbalimbali ambayo serikali kuu imeahidi na yametekelezeka. Mojawapo, wametekeleza 2% ya mikopo wanaopata kutoka kwenye manispaa kama walemavu, na wamepata bajaji, wamepata lori, na mimi pia nashukuru kwa sababu ni moja katika kuinua vijana wa aina zote, walemavu, wanawake na vijana. Wao kama walemavu wameweza kupata bajaji pamoja na lori kwa kuendesha maisha yao.